mifano ya watu ambao Mungu aliwabariki wakawa baraka kwa ajili ya watu wengine. Mifano ya watu ambao Mungu aliwabariki wakawa baraka kwa watu wengine. Mambo ya Nyakati wa kwanza na sura ile ya 29 na mstari wake wa 3. Maandiko anasema, nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari, nyumba takatifu. Hapa tunamwona Daudi aliweza kutoa hazina yake kwa ajili ya nyumba ya Mungu, kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Daudi alitamani kumjengea Mungu nyumba ya kuabudu, lakini Mungu akamwambia Daudi, hautanijengea nyumba yangu kwa sababu mikono yako imemwaga damu nyingi sana, lakini kupitia uzao wako nitajenga nyumba yangu. Kwa hiyo Daudi alipojua hilo, akaweka akiba kubwa sana kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mungu. Wangapi leo tuko tayari tubarikiwe ili tujenge nyumba za Mungu? Makanisa, mpaka tunaona huko watu wanachangisha huko mitaani, wanatembea na kadi za kujenga makanisa. Mimi waga nawauliza watu, kama wewe umejenga nyumba yako mwanzo mpaka mwisho ukamaliza, ulishawahi kupitisha kadi mtaani unachangisha, jamani niko najenga nyumba nichangieni, jamani niko najenga nyumba nichangieni? Kwa nini tunapojenga kanisa na nyumba ya Mungu tupitishe kadi huko mtaani tuchange? Kwa nini nyinyi washirika, hata kama mko wawili, hata kama mko watatu, kwa nini msiweke mipango na kumwomba Mungu kwamba Mungu, tunataka tukujengee nyumba? Tuanze kuweka akiba kama Daudi alivyoweka akiba akamjengea Mungu nyumba. Makanisa, unajenga kanisa la uwezo wako kama vile watu wanavyojenga nyumba za uwezo wao. Kuna wengine wanajenga magorofa, kuna wengine wanajenga nyumba ya vyumba viwili, mwingine anajenga nyumba ya chumba kimoja. Hata na sisi kama kanisa letu, uwezo wetu ni kujenga nyumba ya washirika, kuingiza washirika 10. Tuijenge hiyo kwa moyo mweupe, na Mungu atatubariki na Mungu atatuzidisha. Tukijenga hiyo, ikijaa, Mungu atatupa tena neema ya kujenga nyingine. Unakuta mtu mmoja akajenga nyumba 10, nyumba 20, nyumba 3, nyumba 5. Hivi kweli sisi watu 20, watu 30 tushinde kujenga nyumba ya Mungu mpaka tuzunguke huko kwenye vilabu, kwenye baa, mitaani huko, kwa kila mtu tunakuwa omba Mungu ajenge, tunajenga kanisa? Oh jamani, hebu tusimwaibishe Mungu wetu. Mungu wetu ana utoshelevu. Weka akiba kwa ajili ya Mungu. Zamilia kumjengea Mungu nyumba. Zamilia kumjengea Mungu nyumba yake kwa moyo mkunjufu. Weka hazina kama Daudi alivyoweka hazina, ili awe baraka kwa kizazi kingine. Utasoma tena Mambo ya Nyakati ile ambayo tumesoma 20, Mambo ya Nyakati 29 na mstari wa 9. Biblia inasema, ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe. Umeona? Kwa hiyo utoaji unatakiwa utoke kwa hiari. Wakafurahi kwa sababu gani? Wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo, kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha iliyo kubwa. Kwa hiyo kumbe watu pia walimtolea Mungu, kumjengea Mungu nyumba kwa furaha, kwa hiari yao wenyewe, kwa furaha, kwa hiari yao wenyewe. Jamani, tumjengee Mungu. Nilienda mahali nikakutana na harambee ya kujenga kanisa. Kweli nilisikitika sana. Mtu anasema anauza mbuzi inanunuliwa 20,000, 30,000, alafu mwingine aliyesema mara kwanza anatoa hela, mwingine watatu anatoa tena hela. Yani nikaona ni fujo ndani ya nyumba ya Mungu. Nikaona ni fujo. Kila mmoja atoe kwa hiari yake. Maana kama unataka ubarikiwe katika upako wa gara, baraka zinazomiminika, jifunze kutoa kwa hiari. Sio lazima utoe kwa mbwembwe.
kwa madaha, sijui namnunua mbuzi kwa 300,000, kwa 500,000, kwa 600,000. We mtolee Mungu, Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Toa kwa hiari yako, kama watu hawa walitoa kwa hiari yao, nyumba ya Mungu ikajengwa. Watu wengine, mfano kanisa la Makedonia walimtolea Mungu kwa furaha kabisa. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili, hawa watu walibarikiwa sana. Wakorinto wa pili 8 na mstari wake ule wa 2 na wa 3. Wakorinto wa pili, maandiko yanasema, maana walikuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi. Au tuanzie tu mstari wa kwanza. Tena ndugu zetu, twawataarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, maana walikuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi. Hao watu walikuwa maskini. Wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Umeona? Kwa hiyo kuwa masikini sio sababu ya kuwa mchoyo. Unaweza kuwa maskini ukawa mkarimu. Maana na washuhudia ya kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Huo ndio mfano wa kanisa la Mungu. Walitoa kwa hiari yao na zaidi ya uwezo wao, walijitoa. Manake nini? Walitoa mali zao, walitoa nguvu zao, walitoa muda wao kuifanya kazi ya Mungu. Tunapotoa kwa hiari, tunapotoa muda wetu, tunapotoa mali zetu, na ndipo Mungu anapoambatana na sisi. Leo utaona washirika wanapeleka sadaka kanisani ili wachungaji waone kwamba wamehudhuria ibada. Usimdanganye Mungu, maana apandacho mtu ndicho ambacho atavuna. Unahitaji baraka zinazomiminika, more than enough. Hebu toa kwa hiari yako, toa kwa moyo, usiangalie hali yako. Hebu angalia Mungu aliyekuokoa, angalia Mungu aliyekubariki. Maandiko yanasema, maana walikuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi. Wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Ndugu yangu, Waswahili wakasema kutoa ni moyo. Kutoa ni nini? Ni moyo. Hebu weka moyo wako kwa Mungu, maana hazina yako ilipo na ndipo moyo wako utakuwepo. Kama moyo wako ukiwa kwa Mungu, na hazina yako itakuwa pale. Na ndio andiko letu la msingi, ile Methali 21:20, nyumba ya mtu mwenye hekima ina hazina nyingi. Ziko hazina nyingi zimefichwa ndani ya kila mmoja wetu. Ziko hazina nyingi zimefichwa ndani yetu. Tunapomtumikia Mungu kwa furaha, kwa moyo, kwa kujitoa, ndipo tunapoingia kwenye baraka za utele, baraka zinazomiminika, more than enough. Yani nitakuwa nao ya kunitosha mimi na kuwabariki watu wengine na kuwagusa watu wengine. Ipokee hiyo neema katika jina la Yesu. Ipokee hiyo neema ya utele katika